Haya ni mambo ambayo wanafanya watu wengi na nyingi sana, yaani hawakai na fedha. Mtu anaweza kawa anapata mshahara, akawa anapata fedha kwenye biashara, akawa anapata fedha yake kwenye uwekezaji, lakini ndani ya muda fulani hiyo fedha umkuti nayo. Sasa haya ni mambo ambayo huwa yanapelekea watu wengi kushindwa kukaa na hiyo fedha. Cha kwanza, watu wengi huwa wana nidhamu ya matumizi. Tunapozungumzia nidhamu ya matumizi, manake katika matumizi lazima uweze kugawanya. Kuna matumizi aina mbili. Kuna matumizi ya muhimu ambayo unasema ya lazima na matumizi ambayo sio ya lazima. Sasa ukiangalia katika matumizi yote, mtu anaweza kawa hawezi kuwa na nidhamu ya fedha. Kwa hiyo anaweza kawa kuna matumizi ambayo hakuyapanga akawa anayafanya. Sasa mtu akifanya hichi kitu, manake huwa ni rahisi sana kuweza kupoteza fedha yake. Kwa hiyo ni muhimu sana kuweza kuangalia kwamba katika matumizi ambayo unaweza kuyapanga, matumizi yapi ya lazima na matumizi yapi sio ya lazima, kwa sababu kufanya hivyo itakupelekea kupoteza fedha yako. Lakini pia swala lingine ni kutokuweka akiba. Sasa asilimia watu wengi wana kwenye swala la kuweka akiba, wengi huwa hawaweki akiba, au wengine hata kama wanaweka akiba hawaweki akiba kwa namna ambavyo unaweza kutakiwa, kwa sababu unapoweza kuweka akiba itakiwi kutoa, au utakiwa kuweka akiba sehemu sahihi. Hautaki pia kuweka akiba afu ukawa unatoa. Kwa hiyo tayari manake hivi vitu ni vitu ambavyo vinapelekea wewe uweze kupoteza fedha yako. Lakini pia issue nyingine ni kutaka kuishi kuonesha wengine. Manake ukishapata mshahara wako unatangazia wengine, au ukishafanya matumizi yote yale unatangazia watu wengine. Sasa hivi ukifanya hivi, manake tayari inakuwa ni rahisi mtu atakuja kuweza kusema najua kwamba wewe fulani kashapata mshahara au fulani anafanya matumizi makubwa. Kwa hiyo inakuwa ni rahisi sana yeye sasa kuweza kuja kukuomba fedha na nini, kwa unaweza kawa wewe ukapoteza kwa njia hiyo. Lakini pia swala lingine ni kutokuwekeza. Fedha bwana ina kanuni zake, na moja kati ya kanuni nzuri tu ya fedha ni kwenye uwekezaji, kwa sababu huwezi tu kukaa na fedha pasipo kuwekeza. Maana yake hapa tayari kuna vitu vingi utaviruhusu, kwa sababu gharama za maisha kila siku zinapanda. Kwa hiyo kama wewe ni mshahara wako, jitahidi pia uweze kuwekeza. Kama ni mfanya biashara, jitahidi pia uweze kuwekeza, kwa sababu gharama za maisha kila siku zinapanda. Maana ukibaki pale pale, basi inakuwa ni ngumu sana kuweza kufanikiwa. Lakini pia kitu kingine ni kukosa elimu ya fedha. Watu wengi huwa hawafuatilii kabisa elimu ya fedha, na ndio kitu ambacho kinafanya watu wengi waendelee kuwa pale pale na kutokupiga hatua katika maisha, kwa sababu hawana elimu ya fedha. Elimu ya fedha ina faida nyingi sana ambazo zitakusaidia katika maisha yako, na watu wengi hawafuatilii kabisa. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo ukiweza kuyafanya na kupelekea kuweza kupoteza fedha zako. Asante sana. Mimi ni Robert Chilongola, ni mwelimishaji wa masuala ya fedha. Asante sana. Ni muda sasa wa kuchukua hatua kwenye uchumi wako.